Baba, katika jina la Yesu, tazama watoto wako mfalme wamejitolea sadaka yako. Mathayo 7 mstari mdogo ni wa 14, 16. Kabla unapofungua maandiko, tuko na harusi hapa. Tumealikwa harusi kama kanisa ambayo itakuwa tarehe 25 mwezi wa 4 kule Zimmerman, na atakayefanya harusi ni wapendwa wetu hapa, ambaye anaitwa msichana wetu Robai, anaenda kuolewa na Wafula. Bwana Yesu apewe sifa. Robai ameingia hapa ama ameshatoka? Robai, kama uko usimame. Kama kanisa, harusi ya msichana wetu Robai ambaye ni dada yake Jacqueline hapa, ambapo tumaliko harusi hiyo. Natumaini kwamba ni msichana wetu anaenda kupata ndoa, anaenda kupata nyumba, na tunashukuru. Na hiyo ndio kazi ambayo kanisa tunafurahia, unapolea binti na kisha anapata nyumba yake kwa njia nzuri ya kanisa. Tunashukuru Mungu. Sema amen. Iwe ndoa takatifu, ndoa yenye amani, ndoa yenye kubarikiwa, ambayo itabarikiwa na utumishi wa Mungu, maana ni ndoa iliyokubalika machoni pa Mungu. Sema amen. Mimi nasema ni hongera kwa msichana wetu Robai. Mungu aweze kumbariki sana ndani ya maisha yake yote, katika kizazi chake. Mungu ampe watoto, apokee chochote katika ndoa, iwe na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio furaha ya mzazi anapoona mtoto wake akienda katika sherehe, yani anaenda katika mlango uliofunguliwa hivi, yani mlango mzuri wa kanisa, kuliko unaendea na mlango mlio anasema ya shandangu, yani mlango wa nyuma. Hapana, mlango ulionyoka hivi ndio mlango ulio nzuri. Dada zetu mlio hapa, wasichana, hii ndio ndoa. Ndoa nzuri ni ya kanisa. Sema amen. Maana ndoa inayowekwa mikono na watumishi wa Mungu ni ndoa iliyotakasika, na ni ndoa ambayo inajengeka, na ni ndoa nzuri. Furahi hata wewe siku moja uende na furaha ya ndoa nzuri. Sema amen. Mathayo 7:16. Maandiko inasema kwamba tutawatambua watu waliosimama katika matunda. Hatutawatambua katika hali ya mti uliokuwa na mwiba. Maana mti uliokuwa na mwiba ni mti ambaye huwezi kuzaa matunda, na hata matunda yakizaliwa katika ule mti wa mwiba pasipokuwa pia na matawi, ule mti hauwezi ukazaa. Kwa hivyo mti wa Mungu ni vyema kila wakati tuwe zabibu nzuri inayozaliwa katika matawi. Sema amen. Mti unayezaa matunda ni mti ulio bora. Mti unayezaa matunda ni mti unaenda mbali. Mti unayezaa matunda ni mti ambaye watu wengi wanataka kupanda. Hata wewe katika jamii yako unapoona ni binti wala ni kijana uliyomzaa katika boma lako, anaponawiri mzazi ufurahia. Anaona ule mtoto amebarikiwa, ule mtoto wangu ni mzuri. Mtu hujipiga kifua, anasema hakika katika udongo niliyompanda, katika mti ambao niliyomsimamisha, kuna matunda ndani ya mtoto wangu. Na hata kati ya matunda huonekana mtu ukiwa mdogo, unajua huyu mti utazaa matunda, ninajua huyu mtoto atanawiri, ninajua huyu mdogo atanawiri, ninajua huyu mti utazaa matunda mema. Lazima utaiandaa kama mama mzazi, kama mzazi, kuiandaa ule mti na kuiweka mbolea iliyo nzuri, na kuiweka mahali
ni mti ambaye utakaye nawiri, ni mti ambaye utakaye zaa matunda, haitazaa mwiba. Sema amen. Na katika hali ya mwiba, mti ambaye uko na mwiba, na hata unapozaa matunda, hata wewe kuipanda ule mti na kuenda kuagua matunda itakuwa ni mzito sana kwako. Lazima utatumia njia nyingi ili ufike mahali pale kutoa yale matunda. Wengine watachukua mti, wengine wataipiga ianguke, kuna wengine watachukua ni ngazi wapande, na kuna wengine watachukua njia ya kamba, kuna wengine aina ya mbalimbali. Lakini wewe mtu wa Mungu ni mahali hapa, uacha mti wako unyoke, uacha matunda yatoke kwako, uacha ulimi wako uzungumze mambo mazuri, uacha ulimi unene mambo ya kubarikiwa, mambo yaliyo ya ujasiri, ya hekima, ambapo hailinganishwi na mtu mwingine, haiwezi kusawazishwa na mtu mwingine, ila ndani yako matunda yaliyopandwa ni matunda mema. Sema amen. Hata ule mtoto ukitaka saye matunda mema, itategemea mzazi unamlea mtoto namna gani. Ili ukitaka ufurahie huyo mtoto, lazima ianze na wewe mzazi. Yule mtoto atanawiri namna gani? Njia zake, tabia zake ni mwenendo gani? Bwana Yesu apewe sifa. Na mara nyingi unapata kwamba uende ni mzazi ama uende ule ni ule mti ambao unayoipenda, lazima utachukua kama ni makasi uweze kulainisha vizuri, ukijua huu mti utakuja kuwa manufaa katika jamii, manufaa katika maisha yako, manufaa katika mahali pale pengine popote. Lazima utaiweka vizuri, maslahi yake yawe mazuri. Sema amen. Wokovu wako kuweka kuwa mzuri mpendwa, weka wokovu wako mzuri, unayenawiri machoni pa Mungu. Katika wokovu wako ukitembea katika matakwa ambayo ya Mungu, Mungu mwisho utakula matunda mema ambayo itafurahisha watu wengi, maana madili yako ni mema, njia yako ni nzuri, yenye manufaa machoni pa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii mama yangu angelikuwa hai, angelikuwa nakula matunda mema, maana alichokipanda mwenyewe akakilea vizuri, akaisimamisha vizuri. Nikatoka na ndoa, nikaja nikasimama kwa huduma. Mama angekula matunda mazuri, angejivunia mtoto wangu, hakika mtoto wangu amenawiri, mtoto wangu amesonga. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote kipandacho kizuri, utapokea kitu kilicho kizuri. Sema amen. Katika wokovu wako unaposimamisha uzuri, utayapata mema dada yangu. Unaposimamisha wokovu wako mzuri ndugu, utapata kuzaa matunda yaliyo mema, matunda yanayo metameta, matunda yanayo nawiri, matunda yaliyo na faraja katika maisha yako. Utapata kufunguliwa na utapata kusonga mbele. Ulichokipanda ni kitu kilicho kizuri. Sema amen. Shikeni sana yale ambayo mnayafundishwa, maana katika neno la Mungu siku zote ni neno lilo na uzima. Neno la Bwana siku zote ni neno la utakaso. Neno la Bwana siku zote linabariki. Neno la Bwana siku zote linainua. Katika hali ya kusimama katika neno la Mungu, tutaenda mbali na kufunguliwa. Kuna mtu ambaye ni mchawi, kuna mtu ambaye ni mganga. Siku zote kazi ya mganga ni kazi ya kuharibu maisha ya mtu, ama kazi yule ambaye mchawi kazi yake hataki kuona ya kwamba ukinawiri. Sema amen. Mganga katika mbegu, wakati unapopanda, huenda ni mboga, huenda ni maharagwe. Kuna wadudu wengine wanaitwa ya kwamba wengine wao wanaita ni mlolokoti, ile ambayo inakula chakula mmea, unapata imejazana mahali pale, unapata ile mmea inaharibika. Inaharibika ni kwa sababu nini? Haukuitengeleza ule mmea vizuri, haukuiweka mbolea, haukukuwa na madini mema kwa ile. Huenda labda kama ulikuwa ulipanda, lakini haukukumbuka ya kwamba kuna madhabahu ya Mungu. Sema amen. Watu wa Mungu, kuna watu wengi tumeharibiwa.
Mchawi ama kazi ya mganga mara nyingi yeye kazi yake ni kuharibu. Unaweza pata kwamba mtu anagonjeka ugonjwa ya elephantitis, ambaye ni ugonjwa huu unapata mtu anasumbuka na sikana kwamba ni ugonjwa wake. Nilikuja nikasoma ndani ya anga na nikaja nikasoma ndani ya kiroho, ndiyo anga. Nilipokuwa ninasoma ndani ya kiroho nikimwambia Mungu, kuna wale watu wako hapa wanabeba mizigo sio za kwao, mizigo zilienda zikatengenezwa na waganga. Mganga kazi yake ni kutengeneza, naye mchawi kazi yake ni kuharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kazi ya mganga, wewe unaenda unasema mimi simtaki Caleb, nataka nione Caleb akiumia akiteseka. Basi kazi ya mganga yeye ni kuachilia ile jambo liloambiwa. Kazi yake ni kuachilia yale magonjwa, kazi yake ni kuachilia ile shida. Kuna shida tunazotembea si za kwetu, kuna mangaiko tulizo nazo si za kwetu. Ni kazi ya mganga anayetaka kuona kwamba unahangaika, anataka kuona kwamba wewe unasumbuka, anataka kuona kwamba wewe unateseka, anapoona kwamba hakika wewe unaharibika. Kazi ya mganga kazi yake ni kuharibu. Hata unapoona malipana ni watu katika barabara, kuna wengine ya kwamba ni wende wazimu, sikana kwamba ni wende wazimu walizaliwa. Ni kazi ya mganga aliyofanya, ni kwa sababu alilipa pesa akaambia tengeneza niende malipale. Kuna hata watu wengine wapendwa wanaanguka magonjwa ya kifafa, sikana kwamba ni magonjwa yao, ni magonjwa ya mganga. Kazi yake ni kutekeleza, anaambiwa neno kafanye. Kuna watu wanateseka, kuna watu hata wengine ni tasa, sikana kwamba wanapenda wenyewe. Ni kazi ya mganga kufanya, na ananiambia kwamba neno kamharibu, sitaki kuona kwamba amezaa yeyote. Ni kazi ya waganga. Tutafanya namna gani wapendwa? Ndiye maana chuka mali hapa Mungu akafundisha akasema ya kwamba katika kitabu ya kwamba kitabu cha Uamuzi 6:25. Amen. Amen. Nendeni mkayabomoe madhabahu ya kweli. Kuna madhabahu ambayo tunaishi ndani. Kuna madhabahu tunasumbuka ndani. Kuna madhabahu tunayoteseka ndani. Mateso sio ya kwetu. Mateso ni ya shetani ambaye ametumia mganga ambaye ni mwanadamu. Lazima tujinasue kutoka ndani. Haleluya. Sema amen. Wewe utaishi katika jambo fulani kwa kuteseka. Mpendwa, sio kazi ya kwako. Leo niambaye tu mimi ndio nikifika mafuta ile imesha. Hata kwa nini wamepanga? Alikuwa sana bane. Hapo sana jamani. Yaani wananionea. Yaani shetani kama ndani ya kanisa wananionea. Sema amen. Hapo walikuwa wapi kujipanga? Wakajenga skopa tisimama lazima kwa kula mafuta, si ndio? Sio kwamba mtu umejipanga. Sio ni wewe. Sinigorera shina Yesu. Mwalimu toto. Ili kuingize. Yesu baba shina Yesu. Yes. Hata pia ingekuwa ningekuwa nimemweka kofi. Na bahati yake amekaa. Yaani anangojaje anayesumbuliwa na muovu shetani ambaye mganga alimtesa. Na anajua yako hata atafunguliwa. Lazima akuje na conviction ambapo alete hiyo hanga ya kwamba iharibike huyu mtu asifunguliwe. Basi mtu wa Mungu leo mahali hapa. Waganga kazi yao wanafanya kazi ngumu. Na wanafanya kazi ya kuharibu maisha yetu. Naye mchawi kazi yake ni kuua. Bwana Yesu apewe. Mganga yeye haui. Mganga kazi yake haui. Mganga anataka wewe uishi. Na maisha yako asione ikiwa ya furaha. Maisha yako aone ya kuhangaika. Lakini mnaye mchawi anasema lazima Flora atakufa. Lazima nataka kumuona kwa kaburi. Hata kabla hajakufa, atamzika kwa lazima, atafanywa mazishi. Bwana Yesu apesi. Unapata mtu anaanguka. Sio kazi yako, hakuzaliwa ndani hiyo damu. Unapoangalia ndani uko hakuna mtu aliyeanguka. Unapoangalia ndani uko hakuna mtu wa sukari. Unapoangalia ndani uko hakuna mtu wa pressure. Unapoangalia ndani ya uko hakuna hata ule mtu aliyechanganyika
akili yake, lakini mganga amepelekewa pesa. Anasema ule msichana anasoma vizuri, yule kijana anasoma vizuri, yule mama ndoa yake ni nzuri, yule dada anaweza kufunguliwa sana, anaenda anatekeleza jambo, akae wasiolewe. Sema amen. Amen. Kazi ya mganga. Mganga kazi yake ameweka pesa kwa mfuko. Mganga hataki mtu kuona kwamba amekufa, lakini mchawi atabaki shua ameweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Mungu yangu, unataka nifanye nini? Akasema watu wa Mungu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Jinsi mtumishi wa Mungu ametufundisha Mariamu, watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna wengine tunalishwa madawa usiku, tunalala lakini tunakula chakula. Wengine wanalishwa madawa, unapata dada aliamka, unapata kwamba majirani wanahangaika, wanasema huyu mama huyu baba anatutubia vitu za macho na hukuzaliwa ndani yenu, lakini kwa sababu ya mganga anaweza kuchekeleza na akasukuma ndani yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa ninapoomba nikamwambia kwamba unapoona kwamba mtu anaanguka kifafa na kuzaliwa naye kwao, huwa wanaenda waganga. Kazi yao ni kufanya namna gani? Wanaenda mahali pale mtu ambaye anaanguka kifafa, anaenda mahali pale anaoshwa. Anapooshwa anaenda katika barabara ambaye ni usiku wa manane. Maana kazi ya waganga ni usiku wa manane. Wanaenda katika barabara ambaye inaenda imegawanya huku na huku. Basi katika ile barabara wanaenda na mwaga maji ile pale, wakijua kwamba atakayepita hapo wa kwanza amebeba kifafa. Baada ya muda kidogo mtu ameanza kuanguka. Baada ya muda kidogo mwenda wazimu na ameanza. Sema wewe, unapata kama mtu amesoma vizuri, ameenda university, amemaliza graduation, amemaliza. Baada ya graduation, kofia inaenda kwa barabara. Mtu ametoa nguo yote, anafanya nini? Ameanza kutupa, ameanza kuongea. Ni mganga. Umepikwa.